Kuna mtu mwingine hapa hivi ambaye Wakenya nataka muangalie sana. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Huyu Kimani Ichung'wah ndiye ako baadhi ya wabunge ambao walifanya vijana wauawe katika parliament. Kwa ile mambo ya finance bill ya last year. Ndio hii tunaenda ingine. Naomba Wakenya mulikeni Kimani Ichung'wah na huyu Kuria, huyu mbunge wa Molo. Naomba sana mmulika hao watu. Maana kuna vipengele ambazo zina cartels pale State House ambao ni majirani yangu kule Sugoi. Wanakasirika sana. Wanakasirika ati huyu tatembea rais anataka kumtoa, kwa nini unamtetea? Mimi namtetea, nataka niwajibu leo. Akiwemo naibu chief wa Sugoi ambaye nilipigia simu akiniambia wacha kuuzia rais uoga. Rais anatetemeka juu yako. Mimi nataka nimwambie hivi. I'm a youth. I'm a Gen Z. And I'm ready to fight for this country. Mimi si psycho fan. Iwapo rais anafanya vitu ambao Wakenya wafurahi, mimi nitamwambia mchana peupe. Mimi naambia rais hivi. Hakuna kitu rais ambao umefanya. Tulikupigia kura. Lakini in the span of 3 years, 2.5, almost 3 years, vijana wako kule Sugoi wenyewe wanalia. Usiangalie watu wa mlima ati wanalia ati ni wao wanasema ati Ruto must go. Hii Ruto must go iko mpaka Sugoi. Iko mpaka Nandi. Iko Baringo. Iko Bomet, Kericho, Narok, Kajiado. Wote tunasema Ruto must go. Kwa sababu hatuoni kitu ambao umetufanyia kama wananchi wa hii nchi. Mimi nataka niambie hivi rais na wakora wake wote. Walituahidi ya kwamba wanafukuza Wamunyoro kwa serikali na kuna kitu ambayo Wamunyoro alifanya watatuambia. Mpaka hivi leo vijana kutoka Rift Valley tunangoja kujua kwa nini Wamunyoro alitoka kwa serikali. Unajua nyinyi Wakenya wengine mnadanganywa eti Wamunyoro alikuwa mkabila. That is a lie. Hiyo ni uongo. Na mimi naona kuna watu kutoka sehemu fulani waliingia box ya kwamba Wamunyoro ni mkabila. Kwa hii serikali fanyeni utafiti. Mimi nimefanya utafiti yangu na kwa hii decades za uongozi kwa hii nchi, sisi Wakalenjin ndio tuko wengi sana. Tuko wengi na hakuna kitu ambayo wanafanya hapo. Ukiangalia katika hizi institution, bunge power. You know, mimi napenda tukikuwa honest. Spendi mambo ya psychophancy. Mambo ya psychophancy, nyinyi mnajua wale watu wa psychophancy ambao walilala hata kwa stadium saa 4 ya usiku na mkutano yuko kesho saa 5. Hawa ndio watu ambao ni psychophancy na mimi siwezi enda njia yao. Angalia CEOs wa hii nchi. CEOs ambao wako katika hii nchi almost 60. 1, 2, 3 mpaka 60 ndio wana run hizi parastatals. Na ni Wakalenjin tupu. Hakuna kitu wanafanya ama wanawasaidia? Kuna kitu wanawasaidia? Hapana, mimi nimekuja kusikiza ground. Kuna kitu wanawasaidia? Sasa kati ya huyu rais na Rigathi Gachagua ni nani mkabila? Ati ni Kasongo? Of course. Rais wa hii nchi ndio mkabila wa kwanza. Akifuatwa na Faruk, Oscar Sudi, Aaron Cheriot. Unajua Aaron Cheriot is a puppet. Kuna mtu mwingine hapa hivi ambaye Wakenya nataka muangalie sana. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Huyu Kimani Ichung'wah ndiye ako baadhi ya wabunge ambao walifanya vijana wauawe katika parliament. Kwa ile mambo ya finance bill ya last year. Ndio hii tunaenda ingine. Naomba Wakenya mulikeni Kimani Ichung'wah na huyu Kuria, huyu mbunge wa Molo. Naomba sana mmulika hao watu.
maana kuna vipengele ambazo zinawekwa katika hii finance bill na kuna vitu ambayo wanataka kuamenda wa constitution, na sisi kama vijana tumekataa hii maneno ya kuingilia privacy yetu. Mtu kama mimi nafanya kazi kwa simu yangu, nafanya transaction ya more than 100,000 na si yangu. Sasa wakati wataingia waangalia 100,000, si mimi nitakuwa naumia bure? Tuambiane ukweli, tukue honest. Mimi ni mfanyabiashara na nafanyia mtu biashara, si yangu. Mimi sina uwezo wa kufungua biashara yangu, maana hii nchi ile uongozi iko, kijana wa chini haezi manage kufungua biashara. Mnaangalia mtu kama Oscar Sudi, yeye ndiye anaokota takataka hii Nairobi mzima. Kazi ambayo vijana wa chini wangepewa ni Oscar Sudi ndiye anapewa, na anaokota zaidi ya milioni 100. Ndio anakimbia pale Kapseret, anaanza kununua pikipiki ambayo itaua vijana kwa barabara, akiwapea, akiwaambia ati ni maendeleo, nitaendelea kutembea hapa Kapseret kuwafanyia kazi na pesa yetu yenye ambaye anaiba hapa. Edwin Sifuna, seneta wa Nairobi hapa, unajua hii nchi ni yetu na hatuogopi mtu yeyote. Seneta Sifuna, kabla ujifanye huko na vijana, kabla ujifanye huko na wananchi wa chini, tunataka utuambie huyu gavana wa Nairobi Arthur Sakaja, anajiita Arthur Sakaja sijui nini Kosgei, inasemekana kwamba pia ni Mkalenji. Atueleze pesa za Nairobi zimeenda wapi? Hizi ushuru zinaokotwa hapa yote zimeenda wapi? Wacheni na huyu Mosiri anajifanya anazunguka hapa kupiga picha kwa korido moja hapa yenye wameweka cabros. Anaizungusha TikTok mzima ati Nairobi is changing. Hebu tembea hapo downtown uangalie maneno. Hizi ni vipindi. Tunastahili kucondemn these leaders. Edwin Sifuna, tunataka accountability. To the national government, we are asking accountability. Apart from this finance bill, tunauliza accountability ya hizi pesa zimeenda wapi? Hizi pesa wanaokotanga ushuru zinaenda wapi? Nikimaliza Mr. Speaker, nataka niongelee huyu puppet wa president, Kithure Kindiki. Unajua Kindiki ni naibu wa rais wa wabunge, si naibu rais wa nchi. Mimi najua naibu wa rais wa nchi ni Rigathi Gachagua, kwa sababu mimi nikienda kwa ballot board 2022 I voted for William Ruto and Rigathi Gachagua. Mimi siwadanganyi ati sikuwavotia. I voted for those people. Na mimi ile mambo ambayo Rigathi Gachagua alikuwa anaongea ndio ilifanya nikavotia Rais William Ruto. Si eti kwa sababu mimi natoka na ward moja rais, hapana. Mimi nilisikia Rigathi Gachagua akiongelea mambo ya coffee reforms. Mambo ya tea sector alisema atafufua. Na alipopewa miaka 2 tu alizunguka mlima. Saizi watu wa mlima wanasema one term, kwa sababu Rigathi Gachagua alikuwa ameinua bei ya kahawa, bei ya chai, lakini akafukuzwa kwa sababu alikuwa anaonekana kwamba hapa mbele huyu jamani ni threat na atakuwa rais. Kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi. Wakamba, unajua saizi Ruto anakuja huko kuwadanganya. Alienda Western akasema Msangarire. Ndio hii amekuwa huku amesema ati sijui amesema nini akiwa hapa hivi Homa Bay. Alisema aonge wasiwasi. Sasa watu wa Ukambani mjipange na mkumbuke kwamba huyu rais ndiye alisema ya kwamba nyinyi ni wakulima wa ndengu, hamuna kitu kwa hii nchi. Anakuja kuangalia wakulima wa ndengu. Naomba akikuja kusikiza ground, mumwambie ya kwamba ground ni mba. Arambe. Tunasema one time kwa sababu hatuoni kitu ambayo huyu rais anafanya. Asanteni sana.